Kwa majina yangu naitwa Joshua. Leo nimewaletea somo linasema vazi lililo bora. Vazi, tunatambua kuna aina nyingi ya mavazi, lakini leo nawaletea vazi lililo bora linalotoka katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 22. Ukisoma Luka sura ya 15 mstari wa 22 inakuelezea jinsi ya bwana mpotevu ambao Yesu alitoa huu mfano. Lakini mimi ninatoa neno moja ambalo linaitwa vazi, ambapo ukiwa wewe ni msomaji mfuatiliaji wa Biblia, kuna sehemu bwana mpotevu alivyokula vyote, akatumia pesa kwa anasa, akarudi nyumbani. Baba yake akasema, alivyomuona akampokea, akasema leteni vazi lililo bora. Leo nawaletea somo la vazi lililo bora. Vazi lililo bora ni mfano wa wokovu, ambapo wewe unakuwa umetenda dhambi, lakini ukimrudia Mungu ukimrudia Mungu, yeye anakufanya unakuwa salama. Maana lile vazi lililo bora tunafanya ni mfano wa wokovu. Tuseme Yesu alivyokuja duniani kuja kutukomboa sisi, alitufanya sisi tuwe vazi lililo bora. Ndio maana ukiokoka unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ukisoma anasema Mungu alitoa vazi hilo bora ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Ili tufanyike kuwa vazi hilo bora, lazima tulivae. Tutalivaje hilo vazi hilo bora? Lazima tutampokea, na tukishampokea ndipo tutafanyika kuwa watoto wa Mungu, na kufanyika sasa ndio tunafanyika kuwa vazi lililo bora. Kwa maana anasema hivi, anasema kama mkiwa ndani yangu na mimi nikiwa ndani yenu, tayari sisi tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Kumbe Yesu akiwa ndani yangu na kuwa nimevaa vazi lililo bora. Kwa bwana mpotevu, watu wanasema bwana mpotevu alivyopotea Yudi kwa baba yake. Tunaangaza alipokea vitu vingi sana kutoka kwa baba yake. Cha kwanza alipokea vazi, cha pili alipokea pete, cha tatu alifanyiwa sherehe. Tunaanza na vazi. Vazi ni Bwana Yesu Kristo. Ukimvaa wewe, tayari umekuwa na vazi lililo bora. Pete ni Roho Mtakatifu. Ukimvaa Yesu Kristo ukampokea, ukaacha dhambi, tayari hapo umetengeneza vazi pamoja na pete. Maana Roho Mtakatifu ni pete ya uzima wa milele. Lakini sherehe, Biblia inasema anayeungama dhambi zake akaziacha, anayeungama dhambi zake akaziacha dhambi, akaingia katika uzima wa milele, akampokea Yesu, hapo anafanyika ni sawa na shangwe mbinguni. Haya, tuangazie kitabu cha Galatia sura ya 3 mstari wa 27. Galatia sura ya 23 mstari wa 7. Sura ya 3 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, mstari wa 27, neno la Mungu linasema hivi: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Kumbe mimi nikibatizwa nikampokea Kristo, tayari nimevaa vazi lililo bora. Mama, baba, kijana wa kike na kiume, mpokee Yesu ili uvae vazi lililo bora. Huwezi kuvaa vazi lililo bora wakati bado hujampokea Yesu. No.
Vazi hilo bora linapokelewa na wale wana wa Mungu. Vazi hilo bora linapokelewa na watoto wa Mungu, kwa sababu ukimpokea Yesu tayari umevaa vazi lililo bora, na ukimpokea Yesu tayari wewe umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Nashukuru wewe uliyenisikiliza, nashukuru wewe unayenitazama, na wewe unayenisikiliza pia. Ninaomba Mungu akubariki. Ngoja niombe. Baba yetu na Mungu wetu, nakushukuru kwa somo hili la leo, kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ninakushukuru kwa sababu kila yeyote aliyesikia ili neno, Mungu litakuwa limemgusa. Bwana, ipokee heshima na utukufu na uweza wako Bwana, mfalme wa amani, kwa maana kila kitu kilicho hapa duniani ni chako. Nakushukuru na umbariki, umtakase, kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ninajua kwa hii vazi lililo bora Bwana, na mimi nimekuwa bora, na huyo anayenitazama amekuwa bora, na anayenisikiza pia amekuwa bora. Asante mfalme wa amani na utukufu, kwa sababu unafanya ni katika jina lako Bwana, Mwokozi wa maisha yetu. Amen.